Itangwe Waciama ama this thing Waciama is my dad's nickname actually. Ni nickname. Aliamka 3 that Tuesday akaanza kusifu. So you can imagine she was so ready for her death. I think she was so ready for her death because imagine mtu anaamka 3 abe agoshe. Ruororo ilikuja during that day ya burial. After nimekuwa na hiyo push, nikawaita meeting, nikamwambia mimi nataka kuimba. Badada alikuwa zile za unaimba aje sasa. My sister asked me, my sister Caroline Wanjiko. She asked me unaimba kwa nini? Now that is the hardest question mtu ashainiuliza kwa maisha yangu. Ya hodhagira ndogo. Sasa mimi niko na already sponsor. Nani anapata sponsor? Nani kama wewe? The God of Waciama, Bishop Mercy Waciama is my God. So that even my kids wakikuja watasema the God of Bishop Mercy Waciama, the God of Gloria Waciama is the God of Waciama. Sometimes napitianga kitu naona kama mama anaambia Mungu wewe patie huyo mtoto. Hello guys, watu wangu wa power, welcome back to my YouTube channel. This is Triple M Favored, and if you are new here, be part of the team by subscribing, like and share widely. Thank you guys for your support so far. And today guys, niko na mwimbaji ako huku. Hey, the small Waciama. Rimwe gataro gakoni kaina yokinainio ni makobe mamotorero yo Jehova. Kinya ngoro yakwe gakinya handu wikainama gatira maitho makwa kuri we Murugu tondu ena hinya makombe niekuhoreria no gataro-ini gakababanie ndigukwira ho makombe maingi hatwe nawe nie ndikumakae gatonye mae gotaye ngicokagiria-ini nginya nyumira mwena uria ungi ndi muhotani gina tho ciakwa ciuragira igwathi atia. Wow! Nikiamua kuretio song, haya lyrics tick, vocals tick 100%. Message wise kwanza hiyo acha tu. The small Waciama is here with us at Triple M Favored. Guys, na tuko na yeye hapa. Let's Gloria. Kwanza salimia watu about wethiado. Nero na mafans ya kuothe. Marerie rugere maiguaga. Ngwari eriko. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Maritwa jetagwo Gloria Waciama, muini wa nyimbo cia kugosha Mwathani. Kairetu ka Bishop, the late Bishop Mercy Waciama, na ndi muhonoku. Na nyenda Jesu ni undu wa kuhonokia. Amen. Yes. Amen. No nginya turute wira. No nginya turute wira. Thikũ ici gukora muyu like ndare na guoya wa kumbura Jesu. Yeah? You know nowadays, you know the season we are living in. Gloria Waciama, thank you so much for coming to Triple M channel. Na tumekukaribisha sana. Gloria Waciama ni wewe. Gloria Waciama is a student, is a business lady, is an artist, is what else? It's a pastor, bishop. He's a pastor, but no hujie, but bado sijamwagilio mafuta, but I love speaking about Christ. No ginya tutema ya meru kukiria huko. So I am all that. I am a gospel artist, I am a student, I do business, I do work. Yes, I do all that. Yeah. Born again, a member of Embracing God Evangelistic Church in Thika. Yes, what else? Everything. So Gloria, you are the small Waciama. Naweza taka utuambie ulizaliwa wapi? Kwanza tuanzie hapo, mkoa ngapi kwenyu? Na maisha ilikuwa aje saa zile mama alikuwa? So kwetu tumezaliwa wasichana watatu. Ladies pekee. Ladies. Yes. Hamna ka brother? Hatuna ka brother. Labda kakuje haleluya. Lakini kanaweza. Si dadako. Tujui. But tuko na my elder sister. Anaitwa Wanjiko Mwangi, Caroline Wanjiko. Then kuna me, the second born, and then kuna our last born. Life was so okay. Joki kiuria. Life was okay. And we thank God.
yes, it was okay. Okay. It was good. Life was sweet. Sasa ilikuwa lakini Gloria, before like time yenye mom alikuwa hatukuwa tunakujua, hatukuwa tumewaona kwa social media, tumekuja tu kuwaona baadaye. Like uko maisha ya kunini ilikuwa aje, ama ni decision ilikuwa mmemake as a family ama? You see, my mom has been in the media for the longest time possible. Yes. Because people can remember her from Jata. Alikuwa kwa media so much. So, she was avoiding so much kutuingiza sana kwa media. Because ya zile vitu zinaendeleanga social media, cyberbullying. Yes. So, we were like, unaonanga venye kuku inafunikanga watoto. So that is how my mother used to be. Alikuwa ametuficha kabisa. Hakuwa anataka mambo ya social media. So no wonder mko mnatujua. Yes, no wonder mko mnatujua. Yes, alikuwa ametuficha sana. Juu alikuwa anaamini private life is nice. And it's good by the way. Juu like kulingana na hiyo time na saa hizi social media, hata ukiask mtu yote hapo pale ambayo ni celebrity atakwambia tu zile nini zinakujanga. Anyway, atakuwa hapo. So ningetaka if you are strong utuambie like hii season yenye mama alikuja kagonjeka katuacha, ilianza aje? Like mlikuwa mna nini aje, mnakuwa mna aje? Mama alikuwa okay. Mama alikuwa okay until last year when she passed on. So from January hapo ndio sasa the conditions sasa ikakuwa worse. Akagonjeka, it was so much. Juu she passed mwezi wa March. But January, February bado alikuwa mgonjwa. Watu wako wanajua kwa mgonjwa because she was a very strong lady. Angekuwa shida akionyesha mashida zake. Alikuwa very strong. So alikuwa tu sawa. So she akagonjeka, tukampeleka OC. Remember watu wanakumbuka kulikuwa na Harambee Church. So wakakuja, but during that time still she was still sick, but people never knew. Nile tu alikuwa, so when ilikuja Harambee ilikuwa ya kujenga church. Haikukuwa hata yake, hapana. The Harambee yenye ilikuwa ya ministry. Haikukuwa yake. Juu church bado inaendelea. Hiyo tutaongea baadaye. But hiyo time watu walikuwa wamekuja juu ya the church, but bado alikuwa mgonjwa. Juu Harambee ilifanywa on Monday, tukakaa Tuesday, Wednesday ndio alipelekwa hosi, akapelekwa ICU. So yes, alikuwa mgonjwa that time, all that while. So alikuwa mgonjwa wapi Gloria? Unaweza tuambia? Alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa. Yes, alikuwa mgonjwa. Alikuwa tu mgonjwa. Hakuwa anasikia poa. So mama amegonjeka, ameenda ICU. Hii season yenye alikuja akapass, muliteka jamaa. Wewe experience yako umesikia mama yuko. I know it's painful to lose a mom. It's very painful actually. I will tell you, unaona kwetu sijai lose somebody ever, because even the parents wote wawili wa mom shoshu nauka memuyo ginyadhaishi unaona. And then my shoshu wa side ya dad walipass before nizaliwe, na wengine walipass kama sijazaliwa. Na wengine walipass nikiwa bado mimi ni mtoto, so singejuanisha. So coming to experience your immediate parent hayuko, it was the hardest thing, because Nikki don't have experience. Unaona, it's something yenye but off guard. Kamami's girl. She's not there. It was so hard. I remember me sikuwa naamini. I was even dreaming with her every single day, trying to, nilikuwa naona hapana. Trust me, nilikuwa na those days nilikuwa naota naye. Immediately amepass nilikuwa naota naye every day, yani nikilala leo kesho lazima niote naye. Kesho kutwa lazima, yani it was that hard. Yeah. Alafu sasa mama amepass. Life imekuwa aje Gloria? Life haiwezi kuwa rahisi. That is something I want people to understand. Now there was that parent who was providing for you. Yes, God provides for us, but through our parents work so that we may get that food. Our parents work so that we may study. Now she is not there. She was our breadwinner. So you see, life without her, now hayuko, it was so hard. Because nakwambia I never lacked anything. Ile yenye unasema ati mzazi unaweza mwambia labda niambie tu sina, but trust me, ata work hard. Hata kama itamtake 1 year, ata make sure you see. So there was that.
ile mzazi yako sasa hayuko. Now you have to live a life now. You see, we are grown ups. Leo mtoto igetida how to kira daddy nini tumeshakuwa demo kemohoya. Yes, tushakuwa wakubwa kubwa. Motorere haikukujeka kwa rahisi, ilienda tu ikikuwa nini. But with God tunaendelea. We are still standing. Yes, hata Bible inasemanga ukianguka 7 times the righteous person will still rise again. Yes, so Gloria taketu betu dhitu thoge tuikare haha wethe hanini nigetha guys team Triple M nigetha wanatuke muhunjiria hanini tu tukarete haha gwa na Gloria uliza tu kwenye unataka nike kumama apas ni nini umefanya di kuna time shake hivi ukajiuliza ukasema I wish mom was here with me, ndio hii kitu situation at least ninge cope more better, ningekuwa na mtu anani encourage more better if mom was here. Ushafika hapo? Yes, nimewahi. I remember me nilikuanga hivyo venye nakwambia, mimi ni mtu nilikuwa nalia very emotional, kitu ndogo hivi ilikuwa inafanya nilie. So hata saizi there's some challenges zenye mimi hupitia as a mother, kuna vitu ningemwambia na angenisaidia. Like for example, I used to have challenges kwa shule, campus hakukosangi tu challenges hapa na pale, labda kuna shida na lecturer, gombana na lecturer, there's an argument with the lecturer. So if you tell your mother, anakuambia hapa na hapa. I remember nishaimwambia mami, there's something I'm going through, we need to pray. Ilibidi ameita kila mtu, tukakaa chini tukaomba about my education. Mind you, I'm in first year. So saizi niko almost kumaliza shule and I'm like, if she was here, just me kuna tu vitu zenye tunanisumbua saizi, tungekuwa tumekaa chini tunaomba na yeye na hiyo kitu ikakuwa okay. That time we prayed. So kuna tu challenges zenye napatanga, nashindwa mtu wa kuambia, nashindwa nitaambia nani. Huwezi enda kuambia your aunt, haizi ku understand the way your mother used to understand you. Unaona? So mzazi tu akikuwa kuna vitu nasemanga wish angekuwa notondo gaida rutagwa mahitiari tugetikira tu and you are very strong lady right now. Like guys, ile kitu yenye Gloria amekuwa akifanya saa hizi. Okay, church yenyu who runs it? The church is still there and my dad is the reverend, but still tunasaidianga juu before hata I joined ministry, before I joined music, sasa hii ya kutoa nyimbo nilikuwa bado praise and worship in my church. Mimi ni mtu wa kuligidhia kigosho. Ananiohana. You know you and your mom, you are like this. Mimi kigosho. Lutige. So nimekuwa praise and worship before hata nikuje kwa public. Okay. So the church bado iko. My sister ni a good mimi ni wa praise, my sister is a good worshiper. Bethe my sister anaibanga worship. Nyinyi wote mbinguni mnasikia hallelujah. Wow, that's amazing. So like Waciama ni atiete kiria a good foundation. Yes, a very firm one. Mom ni mtu alikuwa anatufunza about Christ every day. Nakwambia mimi nilikuwa nalia. I remember nishailia juu ya school fees. Mama kaniambia umesahau Mungu mwenye tunaabudu wewe. Have you forgotten the God that we serve? Yani hata unakosa tu anza ya kumwambia, unatoka tu unaenda. Utoke tu uende umogathi. Ukasharia gayo ya Mungu ashaga ya school fees. Akore hira school fees because unaonyeshwa you cannot have that thing. Hata kuna time I posted in my Facebook, I said thanks mommy for teaching. That was 1 year after. Sasa after all this, najua watu wengi walikuwa nashangaa mbona Gloria hajaiongea. Sasa ndio tunamuona kwa social media akiongea. I needed time, guys. I just needed a period. Yes, so after 1 year, sasa after lipa sasa tuka celebrate 1 year to celebrate though. Yes, kuna ile wenye tunakumbuka memories. Yeah. I posted and I said thanks mommy for teaching me the ways of Christ. It's the best gift that you left me on earth. Trust me, it is the best. Kunifunza Mungu kafakwa gaima do tuge kwe ashiari. Kuna most of the people hapa team Triple M, kuna wazazi, kuna watoto, kuna kila mtu anawatchingi this channel na kuna kitu unaweza mwambia like weta moshi oge mwira ati riri ararera ciana ciake ni ati afatie gwika nigetha riri onake hera mamuririkanaga nakio. David ni alikuwa anaandika Psalms. Aliandika Psalms 125. Is it 125? I can't remember the verse. Inasemanga I was glad when they said unto me, let us go to the house of God. The Lord, yeah. I wish parents wanaweza chukua the kids to the house of God.
in the presence of God there's fullness of joy. True. Yani hapo tu ndio furaha. Ushikwa uko down so much and then when you go before God you lack words, you just cry. You just cry. Yani ndure ushugwa ciakuga. Yani ukirite ki no maithori maraitika. That is yani being in the presence, yani kwina gathayo gokaga we. Yani after just being in the presence of God, it is the best gift parents you can give to your kids. Kava gutulira Ngai. Muonyeshe to the ways of Christ. Train up a child in the way he should go. Na venye atakuwa mkubwa, she will not depart from it. Yes. And if she will, atarudi tu. Kiboko ya Mungu itakuwa ina rodhajuru wa Ngai. Itakuwa inamfanya hivi agashoka. Thank you muno Gloria ni todogo wakoro gitwira. Lakini nizataka sasa umekuja umekuwa msaliti umekujua kuna hiyo wimbo yako ilitubariki sana after mama amepasi ya Ruororo like ili kama je Ruororo ilikuja during that day ya burial. Juu tulikuwa tumejitayarisha tukiwa on our way to Montezuma where she was alikuwa amewekwa before now the burial. That journey nilikuwa yani it was so heavy inside me. Nilikuwa naimba Ruororo fafa nero igeire muno ginya ngoro yako ega kinya koinama Ruororo fafa roinamia ngoro yako ndukejehererie ruo ukedathime. Yani it was yani ilikuja tu nilikuwa naimba hivyo. But sasa after burial nikakaa ni kama nimesahau, but God pushed me to release that song. I went and told my sister niko na wimbo. They laughed. Juu nile tu they don't believe I can sing. Hawako wanaamini inaweza toa wimbo juu I was a kid nilikuwa naimba na off key. But sasa after being in ministry sasa in our church nikaenda nikilearn vocals, nikaenda nikilearn hivi ndio na saizi zikaanza thank you. Sasa ndio hivi mtu anaimba mtu afai kuimba hivi ukikimbia mbele utaruka beat, ukienda nyuma utakuwa nyuma. Yes. So hiyo time hawako wanaamini naweza imba. So me I thank God because God ni alinipa hiyo push. But sasa venye hawakuniamini I felt down definitely as a human being because after nimekuwa na hiyo push nikawaita meeting nikawaambia mimi nataka kuimba. But dad alikuwa zile za unaimba aje sasa. My sister asked me, my sister Caroline Wajiko she asked me unaimba kwa nini? Now that is the hardest question mtu ashainiuliza kwa maisha yangu.